Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mjadala wetu kwenye sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo wengi kulingana na zile jumbe ambazo zinaingia mmeshangazwa na hili ambalo tunalijadili, kwa sababu huku serikali ikijizatiti katika kukabili matumizi ya mihadarati katika jamii, vijana nao wanabuni mbinu nyingine ya kujiburudisha. Baadhi yao wanatumia dawa za watoto katika kujiburudisha. Daktari, karibu sana. Hili ni geni kwako? Si geni. Yes. Sisi kama wanafamasia tumekuwa tukijua zile dawa kama ile inaitwa zile cough syrup ziko na Codeine, ziko na mahali pake katika matibabu ya magonjwa fulani. Sana sana kama hiyo syrup zingine ziko na Codeine ni kwa sababu zinatumika katika ile kikohozi. Kozi kile tunaita dry cough. Kwa sababu ikitumika kwa vile inafanya vizuri, kwa sababu ile Codeine ina suppress mahali kwa ubongo inaitwa cough center. So hiyo cough center yenye ndio inakufanya usikie na ile hamu ya kukohoa inakuwa suppressor, inakuwa mtu kama anakohoa kama ile dry cough, lakini unasikia uchungu, inakaa sasa unaweza lala vizuri na utulie, na inafaa itumike katika maybe siku 2, 3, mwisho 4 hapo. Lakini pia tumekuja kuona ni kwa sababu ile dawa si lazima ukuwe na prescription ndio ununue. Na hata si katika zile syrup peke yake. Kuna tablet kama za kutumika, pia inatumika. Unajua Codeine pia ni dawa ya kutuliza uchungu na inatumika vizuri. Sana sana wale watu wako na ile inaitwa tension headache, labda umekuwa hapa kazini siku mzima, unatoka hapo umechoka sana, kichwa inauma. Kuna ile dawa kama tuseme ile brand name watu wanasikia tuseme kama Betapin. Betapin iko na paracetamol, alafu iko na Codeine kidogo. Ile strength ya around 10 mg ndio iko kwa maybe cough syrup. So ukitumia kama uko na hiyo shida, ukipata ile dawa, kichwa inatulia na unaweza kulala vizuri. So iko na ile matumizi ile inafaa. Wacha niseme dawa zote ni sumu na zinafaa kutumika katika ile kiango imepimwa. Na kabla hata haujasonga sana katika maelezo, tueleze haya mawili yanahusiana vipi, kwamba ndio ni dawa ambayo inatumika katika kutibu na kuondoa maumivu, na ni dawa ambayo sasa pia inatumika katika kusisimua. Kule kusisimua kunatokana wapi na dawa ile sasa kujiburudisha, mtu anajiona kwamba sasa ako hai, inatokana wapi na kabla daktari hajaguzia hapo, na yeye ndo ako na ujuzi zaidi kuniliko. Ile chupa ambayo nimeona huko Mandera nikaonyesha na ofisa wa polisi, haikuwa chupa daktari, ambao ilikuwa ni mchanganyiko ya dawa tofauti. Ilikuwa inaonyesha tu Codeine peke yake. Ni chupa kiasi hii. So juu imeandikwa Codeine vizuri, na sijaona dawa nyingine imeandikwa hapo. Sasa sijajua kama ni kawaida kuiuza vile iko ama inachukuliwa na kuchanganywa pengine hapo kwa pharmacy ama kwa chemist na kwa duka ya dawa na dawa nyingine. Hiyo ndio sijafahamu. Na labda hapo ndio utueleze pia, ndio tupate kujua huu msisimko unatoka wapi. Okay, sasa kwanza maybe nikianza na ndio dawa, kuna cough syrup nyingi na nyingi hazitumiki, si za watoto, ni za watu wakubwa. Hatupati cough syrup iliko na Codeine kwa watoto wadogo, ni za watu wakubwa. Utakuta zile brand name kwanza ile inakuwa bi sana. Kuna nyingine inaitwa Benylin with Codeine. Is a cough syrup from the pharmaceutical ile kubwa dunia mzima inaitwa Pfizer. Iko na range ya cough syrup na ni cough syrup mzuri. Kitu kingine, kuna zingine hata locally manufacturer, kama kuna kampuni hapa local inaitwa Cosmos na Coscoff with Codeine. So utaona ndio ile jina labda uliona ni Benylin na Codeine, unafikia ni Codeine peke yake. Na maybe that's the one of the major ingredients iko hapo. Kitu kingine, ile dawa tuseme kama Codeine inatumika katika kutuliza maumivu. Kama sasa hivi unaweza kuta watu wengi wako na zile maumivu ya kansa. Wanapata ile dawa kwanza wanaanzishwa nao kabla waende zile zingine strong, ni kama Codeine. Codeine iko kama 30 mg. Katika hizi cough syrup iko kama 10 mg. Hiyo 30 mg tablet, sasa ikifika that strength ya tablet, sasa inakontroliwa. Sasa ukitumia ile dawa, ile inafanya watu sasa waanze kuabuse. Kuna zile symptoms zile ni mzuri katika, kama tuseme mtu wako na uchungu kabisa, ukipata ile dawa, kitu ya kwanza inatuliza ile uchungu tu, inaleta ile unasikia kwa mwili raha, unasikia ile inaitwa euphoria. Na sasa mtu ako na uchungu, mtu ako na uchungu analea uchungu katika kama vitu kama kansa ama vitu kama hizo, ama mtu anakoa
hata saa zingine maybe anakoa sana mpaka halali, akipata ile dawa anasikia vizuri na kwa hivyo dawa yenyewe ile positive effect yake ikitumika, ile shida inaleta ni kwamba iko addictive. Kwa sababu ni kama unasikia vizuri, so watu wengi wakianzisha ile dawa maybe walikuwa na ile dry cough ameandikiwa kwa siku 2-3, lakini wakitumia wanaona ndio kile kozi yangu imeenda, lakini pia kuna ka feeling kingine kazuri ile dawa imenipatia. Sasa watu wengine wanasema wacha niendelee kununua ile dawa niendelee kusikia hivyo. Watu wengine labda maybe wengi tunaona wana abuse kama zile tablets ziko na Codeine, kama hata ziko na paracetamol. Mtu anazoea kila siku wako na anasema lifestyle yake, wakati wengi watu wanapitia hiyo. Saa nyingine lifestyle yako iko na stress nyingi, unaanza kutumia ile dawa. Then ukitumia ile dawa unaona ile ukitumia jioni unalala vizuri, umesikia vizuri like that. Sasa hiyo watu wanapenda kurudia ile kitu inafanya wanasikia vizuri. Sasa shida inakuja wakati saa zile mwili inazoea ile dawa, unaifanya kama ni mazoea. Sasa haujui wakati ile ya kustop. Ikawa ni dawa unafaa kutumia siku 2-3, then sasa unaona ndio endelee kusikia hivyo, endelea kutumia. Sasa ukiendelea hivyo unakuta hata saa zingine mwili inazoea, inakuwa sasa lazima uongeze ile dose. So mtu anaanza kutumia maybe ananunua chupa moja, anatumia siku 2-3, anaanza kununua chupa moja anakunywa yote. Ndio sasa apate dose ya ile dose kubwa. Na inaendelea hivyo. Sasa ndio sasa inaanza kuwa mwili na kemea hiyo dawa, alafu sasa shida inakuja ile negative side ama zinaitwa withdrawal effect. Sasa badala sasa ukikunywa ile dawa ndio unasikia vizuri, lakini sasa inafika mahali mwili kinyimwa ile dawa, sasa kuna zile side withdrawal effects zenye unasikia vibaya, unaanza kutetemeka, unakuwa ulali, unakuwa uko so much anxious, uko stressed. Sasa inabidi uwezi function bila kutumia ile dawa, lazima uende ununue ndio uongezee. Na sasa inaendelea hivyo na utaendelea kuongeza ile dose mpaka mwishowe kuna ile level hata unaweza kunywa mpaka hata iweze kukuua. Na tutarudi kwako utueleze zaidi, kwa sababu vile ambavyo tumeelezewa kwamba wanachanganya pia na dawa nyingine, wanatia kwenye soda, wengine wanatumia pamoja na miraa, hilo linaweza kuwasababishia athari gani? Utatueleza hilo muda kwa mrefu. Lakini tukija kwako, ulipozungumza labda na vijana kule mahali ambapo umezuru, wanakueleza wanatumia kwa sababu gani? Nini ambacho kimewasababisha wao kuingilia huo uraibu? Ile shida ile kubwa ambayo tuko nayo sasa na vijana vile unavyofahamu ni ukosefu wa kazi. Wa vijana wengi ambao wamemaliza shule saizi, idadi ya vijana ambao wale tunaita youth katika hii jamhuri yetu ya Kenya wamepita zaidi ya 60% ama 70%. Na baadhi ya hao wengi zaidi, nadhani karibu 50% ni wa vijana ambao hawana kazi. So namna ya pekee pengine wanaweza kujiburudisha ama kujifanya wasahau vile daktari amesema, ili waweze kupata hiyo feeling ya happy, unasikia raha, ni kutumia pengine hizi madawa ndio waweze kusahau zile mashida ambazo wako nazo na zile mawazo ya ukosefu wa kazi, ukosefu wa kuwa na mustakbal mzuri, kuwa na kuweza kujipanga vizuri. Hiyo ndio inaleta shida kubwa zaidi. Na alafu cha pili nadhani pia ile shida iko, nadhani wazazi pia wamekosa kuweza kuchunguza vizuri watoto wao, huwa wakiwa hawako nyumbani wanashughulika na kazi aina gani. So ukiongeza hizo pamoja inaleta shida kubwa. Na kuna wale pia wanadhania kwamba kwa sababu ni jamii ambayo inajulikana sana na kuheshimu dini, dini haikubali pombe, haikubali mambo kama, labda wanaona wakitumia kitu ambacho hakiwezi, mtu hawezi kufikiria kwamba wanakitumia vibaya, labda ndio wanajificha katika dawa hizi. Labda tulikuwa naongea na daktari saizi, tukasema hii shida ni kama iko imeenea zaidi katika majamii ambao wanafuata ama wafuazi wa dini ya Kiislamu. Na vile pia tu nakubaliana naye ni kwamba hii dawa kama hizi ya ulevya kwa ukweli pengine haikutajwa moja kwa moja kwa Qur'an ama kwa vitabu zingine za kidini kuiharamisha. Ingawa kwa kusema ukweli pia imeharamishwa, dini imeiharamisha bila wasiwasi. Lakini watu unajua wanatafuta sababu, mara nyingine wanasema kwa mfano miraa haikutajwa, kwa hivyo hata nikitafuna ni sawa. Sigara haikutajwa, lakini hata nikivuta ni sawa tu, ingawa wanajua madhara zile ambayo
inaweza kuwaletea. Kwa hivyo pengine ni ile kujaribu kukosa kunywa pombe ambaye kwa dini ya Kiislamu ni kitu ya wazi. Muislamu akionekana akikunywa pombe anaonekana amepotea kwa njia kabisa. Hii ni kama inawapea njia nyingine ambaye haiko kwa hapa awali. Lakini kitu cha kushangaza zaidi ni vile sasa vijana wamekuwa wengi ambao wanatumia hii mambo. Na jambo lingine ambaye hatari Zubaida nimeona ambaye inahusika na hiyo sasa ni mambo ya ugaidi pia tena, kwa sababu wa vijana ambao kwanza hawana kazi, cha kwanza, cha pili tena wameanza kutumia hizi mihadarati. Kwa hivyo wakikosa wataitafuta kwa kila namna, alafu inakuwa rahisi zaidi kwa wale ambao wanakuja kuwachukua vijana na kuandika katika hiyo mambo ya ugaidi. Inakuwa rahisi zaidi kuwachukua kwa sababu wanaona kwamba wakipewa pesa kidogo ama wapewe ahadi kwamba wanaweza pewa kazi, maisha yao yanaweza kubadilika, inakuwa rahisi zaidi kuwachukua. Kwa hivyo inaleta shida kubwa zaidi hata kuliko inaleta shida ya afya ambayo vile daktari amesema, lakini pia inaleta shida ya usalama. Naam, na tutakuwa tukiendelea na huu mjadala. Mtazamaji, pia tunapokea kauli zako. Tunakuuliza wewe binafsi, unadhani nini ambacho kinasababisha vijana kuwa na uraibu wa dawa na mihadarati humu nchini? Endelea kutumia kauli zako. Muda usiokuwa mrefu nitakuwa nikizisoma, muda usiokuwa mrefu, usiende mbali.